Niliwaambia ningesema kisa fulani kuhusu rafiki yangu ambaye wakati naanza shule alikuwa tuende tukafanya naye masters degree, lakini hakukosa, asema bosi wake alimkatalia, akamwambia sitakupa ruhusa. Yule rafiki yangu alisikitika sana, aliumia, na ile application mimi nilimsaidia kufanya, lakini wakati tunaanza sisi chuo mwaka wa kwanza hiyo degree ya masters ya kuwa daktari bingwa, yeye akaambiwa hapana, kwamba baki ofisini. Mwaka ulipoisha, mwaka wa pili, rafiki yangu huyu akaambiwa kwamba bosi wake yeye anaenda kwa masomo nje ya nchi, kwa hiyo ataendelea kubaki pale. Huyu kijana au rafiki yangu aliumia kwa mara ya pili, lakini cha ajabu akapata scholarship nyingine, akaenda kufanya kozi ya utawala katika mambo ya afya. Lakini katika kozi hiyo akapata exposure kubwa ambayo ikamfanya mpaka sasa hivi tunavyoongea rafiki yangu huyu ni mmoja wa wajumbe katika baraza la mawaziri. Lakini yeye njozi yake ilikuwa kuja kuwa daktari bingwa, ilishindikana na Mungu ni kama alimwambia hapana. Lakini tunavyozungumza sasa hivi yeye katika baraza la mawaziri, na katika awamu iliyopita na hata awamu hii yupo, na kwa kweli ameshuhudia na anasema kweli ile hapana ya Mungu aliiona. Ingawa aliumia na kusikitika, lakini kumbe Mungu alimwandalia kitu bora na kikubwa. Baada ya kufanya kozi ambayo nimefanya mimi, yeye akaenda kufanya kozi inaitwa MPH. MPH is Master of Public Health. Ikamuexpose kuwa DMO, mganga mkuu wa wilaya, na hii ikamfanya akutane na watu wengi, na katika pilika zake hizi ndipo hapo akapata hata habari au nafasi ya kuwa mbunge na hata kuwa waziri. Mnasemaje kanisa? Angalia jinsi Mungu anavyoshughulika. Mwanzo alisikitika na akalaumu sana, na alisikitika kuhusu yule bosi wake. Katika asubuhi ya leo, kama kuna hapana yote unayopitia, hebu Mungu akuongoze umuone Mungu katika hapana hiyo.